Jaa rajulun ila sheikhun hakimin, alikuja bwana mmoja kwa shekhi mwenye hikma akiwa na shida zake, na yuwataka aweze kumwekea sawa ili aweze kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina moja au nyingine. Yashukku mushkilatahu, akawa mweleza shida yake. Waqala ya ayuha sheikh, asema ewe shekhe, innama ahbabtu zawjati, ini nilipompenda mke wangu mimi katika marhala alkhitaba, wakati huwa kumchumbia, annaha la dhanantu annaha la yushbihuha ahadun, nilihisi ndani ya moyo wangu kwamba mke wangu huyu hana mfano katika dunia hii, ni yeye tu. Lakini wahina khatabtuha bad'at ara kathiran mithlaha, nilipomchumbia nikapeleka posa nyumbani kwao, wakanikubalia posa yangu, nikaanza kuona nje yake yeye wanawake ambao ni warembo zaidi yake yeye. Lakini ikaja mtihani mkubwa, wahina tazawwajtuha, na baada ya kumuoa huyu mwanamke wangu, wajadtu man hunna ajmal, ukaja mtihani mkubwa katika maisha yangu, nikaanza kuona wanawake ambao ni warembo zaidi kuliko yeye, na wakati huo nishamuingiza ndani ya nyumba yangu. Wa baada sanawatin, na baada ya miaka kukatika na kupita, sirtu ala kulli nisa'in ajmal minha, nikaanza kuwaona wanawake wengine ni warembo, ni wazuri, wako beautiful kuliko yeye huyu mke wangu. Kwa hiyo Sheikh, uridu an tastafti bihadha almushkila, nataka uweze kununulia tatizo hili ni nini sababu. Ibtasama alhakimin, akatabasamu yule mwenye hikma ambaye ni Sheikh, waqala bihudu'in alajiba, akawa amezungumza kwa masikitiko ambayo ni ajabu kabisa. Ya bunayya, mwanangu, ya bunayya, ewe kijana wangu, annahu law tazawwajta nisaa al-ardi jami'a, nikupe funzo mwanangu, leo ukioa wanawake wa dunia yote hii, lawajadta man tarahu ajmal minhunna aidan, iko muda utamuona katika wale wanawake mmoja wao ni mzuri zaidi kuliko wote wale. Iwe ni wanawake trilioni ni wangapi, lakini utamuona mwanamke mmoja katika hao ni mzuri zaidi kuliko mwingine. Tawaqqafa ar-rajul wa dahisha, alipozungumza hili Sheikh mwenye hikma, yule kijana akasimama na akatayari. Wasaalahu wa limadha yahduthu dhalika, akamuuliza kwa nini atokea hili, kwa nini itokee hii. Pale hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwa nini hii itokee? Fajabu al-hakim, Sheikh mwenye hikma akamjibu yule kijana bihikmatin, wa hikma ya hali ya juu, lianna almushkila laysat fi zawjatik, kwamba tatizo mpaka yote haya yanakusibu kutoona uzuri wa mkeo au wema wa mkeo, si yeye mwenye tatizo mkeo, isipokuwa wewe ndio una shida. Na shida iko wapi ya Sheikh? Asema almushkila fi qalbik la yaqna, wewe ndio una tatizo ndani ya moyo wako. Moyo wako hauqinai na uzuri wa mke wako, moyo wako hautosheki na uzuri wa mke wako, moyo wako utosheki na yale ambayo yakutendea mkeo. Lakini pia wa aini la tashba, na macho yako hayashibi. Yashamuona mwanamke fulani tu tayari ushataka kumtazama, ukishaona sketi kule yapita ushataka kumtazama, ukiona vile ushataka kumtazama. Lakini pia wa ruhin nasita an takhsha Allah, wa ruhun, na roho ambayo nasita an takhsha Allah, roho ya kuweza kumwogopa Allah subhanahu imeondoka ndani ya kifua chako. Bisababu dhalika, kutokana na hilo sasa ndo haya wayaona mapungufu kwa mke wako. Al-aina daiman la tashba, siku zote macho hayashibi. Walqalbi la taqna, na moyo hautosheki. Lakini pia wama fi yadika la tarahu jamilan, tatizo lingine wewe kijana wangu, ile ambayo unayamiliki ndani ya mkono wako hauyaoni kuwa ni mazuri. Wama huwa ba'idun yabdu wa arwa daiman, lakini pia yale ambayo yako mbali yanaonekana ni mazuri yenye kupendeza, lakini pia ni yenye kung'ara, wakati mwingine yanakupendezesha wewe,
lakini yale ambayo yako ndani unayamiliki, unayaona ni ajabu. Ndio maana leo mtu ana magari hii ambayo yuko nayo, kesho ataka gari ambayo ni kubwa zaidi. Leo ana nyumba hii, lakini kesho atakapanue zaidi, aongezee malumalu zaidi, kwa sababu alivyonavyo yaona kama vile havimtoshi. Akaendelea kusema Sheikhul Hakim, thumma qala lahu lishab, kisha akasema kumwambia yule kijana, in aradta an taraha ajmal nisaa, ukitaka mkeo muone ni mwanamke ambaye ni mzuri, ni mrembo, anafurahisha na kupendezesha, bas fa'alika ma yali ayuha shab, bas jukumu lako kuzingatia yafuatayo kijana. Faghaddi basarak, jambo la kwanza, stiri macho yako. Macho ni mtihani, macho ndo balaa, macho ndo kila kitu ambacho kinakupelekea katika hatari. Wa arwi bima razaqaka Allah, wa arda bima razaqaka Allah, na pia uridhie kwa kile ambacho Allah amekugawia katika maisha. Faljamalu alhaqiqi fi taqwa Allah, natambua uzuri wa mwanamke ambao ni wa kweli, uzuri wa mwanamke ambao ni wa kweli uko ndani ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke ambaye hamcha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama angelikuwa na uzuri wa malaika, huyo si mwanamke bali ni shaitan au rajim. Lakini pia walwafai waridha ma tamlikuhu, na akawa mwenye kutekeleza zile amana ambazo uko nazo, anazihifadhi, lakini pia akawa anaridhika na yale ambayo wamfanyia. Huyo ndo mwanamke wa kuoa. Huyo ndo mwanamke ambaye ni mzuri. Huyo ndo mwanamke ambaye yatakikana huwe nayo, msifie, una smile kila wakati. Lakini daiman ma tamlikuhu yasihu, kila ambacho daiman ma tamliku, siku zote kila ambacho nakimiliki, yusbihu ajmal hina tashkuru Allah alayhi, utakiona kuwa ni kizuri zaidi endapo ukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mkeo huyu ambao unamuona leo na makengeza yuko hivi na hivi, hatakuwa mzuri kamwe isipokuwa umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye akili wamenielewa na lenga nini. Asalamu alaykum.